Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sifa na utukufu kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Naam, namshukuru Mungu kwa neema iliyokuu kwa ajili ya somo la leo kuhusu Roho Mtakatifu. Tuombe. Na Baba mbinguni, asante kwa neema ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Asante kwa damu yako Baba mbinguni iliyomwagika pale msalabani. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Baba mbinguni. Kwa neema hii naomba Roho Mtakatifu kaniongoze katika somo hili kwa muda mfupi na likawe baraka kwa watu wengi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Naam, tunaendelea na somo la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu, na ukimdanganya Mungu, Mungu hapendi danganya. Huwa Mungu anaweza katoa adhabu kali sana unapokuwa umemdanganya. Wasimdanganye Mungu katika maeneo yote. Kwa mapato, naweza nikasema ni heri kumdanganya mwanadamu, lakini si Mungu. Na itategemeana huyu mwanadamu ni aina gani. Inawezekana Mungu amemtumia huyu mwanadamu kwa Roho wake Mtakatifu ambaye ni Roho wa Mungu, ambaye ni Mungu mwenyewe, napo aweza kutoa adhabu kali sana. Tumejifunza upande mmoja tu kwamba Mungu ni mpole, Yesu ni mpole, ni mnyenyekevu. Lakini ni kuambia ukweli, Yesu ni Mungu na Mungu ni mkali, hakuna wa kufanana naye. Kwa hiyo ni vizuri ukajua pande zote hizo mbili. Kujua upande mmoja, kama unapandisha mlima upande mmoja, utaujua upande mmoja tu, huo uliopandisha. Utakapoingia upande mwingine wa pili, ndio utaujua na upande mwingine. Kwa hiyo ni vizuri ukajua pande zote mbili, kwamba Mungu ni mkali, pia Mungu ni mpole. Yesu ni mkali, pia ni mpole. Yesu ni Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu tujifunze kidogo hapa kuhusu uwepo wa Roho Mtakatifu au usemaji wa Roho Mtakatifu, kwamba ni Mungu amesema, hata kama Roho Mtakatifu amesema, na anaweza kutumia kinywa cha mwanadamu yeyote kama atakavyo yeye, lakini zaidi kwa watoto wake Mungu, zaidi kwa watumishi wake Mungu walioitwa kwa kusudi lake. Kwa mfano, nasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 5 mstari wa 9. Nasoma kama ilivyoandikwa katika jina la Yesu, mstari ule wa 9. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua uje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya. Hofu ikawapata. Hapo tunaona ukali wa Roho Mtakatifu. Tunaona ukali wa Mungu. Kitu gani ambacho alifanya? Huyu mwanamke ni nani? Huyu mwanamke ni mke wa Anania. Anania na mke wake manake walishaambiwa kwamba wakauze shamba kisha watoe sadaka kwa Mungu. Lakini kwa siri wakaficha kiwango fulani cha fedha. Sasa ukianza kusoma mstari ule wa 7, ngoja nisome Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 7, inasema hivi: hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Mambo gani yalitokea? Huyu Anania alitangulia kwenda kanisani, kwenda eneo la ibada kabla ya mke wake, lakini huko ameficha kiwango fulani cha fedha ambacho waliuza, walitakiwa walete. Ni Roho Mtakatifu aliwaambia wakauze alafu walete. Wenyewe wakaficha fedha. Sasa alipofika huyu mume wake Anania kanisani, naona Petro anamwambia naomba nisome kabisa ili eneo. Nasema Matendo ya Mtume sura ya 5 mstari wa 3. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na
kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali zako, hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi iliwapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Ilikuwa ni kipindi cha ibada inaendelea na Roho Mtakatifu ndio anasimamia. Manake ni Mungu mwenyewe ndio anasimamia. Sasa kilichofanyika ni kwamba huyu Roho Mtakatifu aliagiza huyu Anania manake akauze uwanja. Manake hata waumini wengine waliuza vile walivyokuwa navyo, wakaenda kuleta mali. Wakaleta mali hapo kanisani, sadaka kwa Bwana. Hapa nalenga kuhusu namna ya kumtii Mungu, namna ya kumtii Roho Mtakatifu na kumjua kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa ona Anania kilichotokea hapa. Anania amedanganya. Inawezekana uwanja aliuza milioni 10, lakini akaamua kudanganya akasema nimeuza milioni 8 ili abane kiasi cha milioni 2. Akifikiri anamdanganya. Petro alikuwa anaongozwa na Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Sasa ndio maana Petro hapa anamwambia kwa nini ulipokea uongo wa shetani? Unamdanganya Mungu. Haya mamlaka ya kuamua kwamba nani hayakuwa mkononi mwako. Kuuza hakuwa mkononi mwako, kuamua kuleta fedha hakuwa mkononi mwako. Kwa nini mmemdanganya Mungu? Ulifikiri unamdanganya mwanadamu, ulifikiri unamdanganya Petro, unamdanganya Mungu. Sasa hapo tunapata somo kubwa sana. Huyu Anania hapo akafa. Ibada ikaendelea, lakini vijana wachache manake walimchukua wakaenda kumzika, wakamfunga kwenye sanda wakaenda kumzika, sio kwenye jeneza, kwenye sanda wakaenda kumzika. Hapo mke wake hakuna taarifa za kwenda kwa mke wake. Ingekuwa ni saizi kama angepigiwa simu, sijui kuna msiba, hakuna, wamezika. Hiyo ibada ya uwepo wa Mungu, hiyo mamlaka ya Mungu. Nataka ujue kwamba Mungu pia ni mkali. Baada ya masaa 3, inaonyesha ibada hii ilikuwa ndefu sana. Baada ya masaa 3 anakuja mke wake. Pengine mke wake anafikiria, na mume wangu tutatumia pesa ile vizuri ambayo tumebana kwa ajili ya kuuza kiwanja. Petro anaongea na mke wake. Hajui kwamba mume wake ameshakufa na ameshazikwa. Hakuna hizo taarifa. Ghafla anamwambia hukumdanganya, hamkumdanganya nani? Mwanadamu, mlimdanganya Mungu. Naye mwanamke akafa hapo hapo. Mungu akaachilia. Hiyo ni adhabu, akafa hapo hapo. Naye wakamzika na ibada inaendelea. Unaelewa somo hili hapa? Mungu ni mkali. Usithubutu kubana mapato ya Mungu. Usithubutu kumficha Mungu. Usimdanganye Mungu. Mwambie ukweli, yeye yupo popote, anaona popote alipo. Roho wa Mungu popote yupo. Huwezi kujificha. Kwa hiyo kama unalijua hili, kuna somo kubwa sana. Kwenye swala la fungu la 10. Swala la fungu la 10. Kama umeshiriki kuwa mwizi, kudanganya, kuficha, na kuambia Mungu anakuhesabia tu. Tubu, alafu anza kutengeneza na Bwana. Usimdanganye Mungu kwenye mapato. Usimdanganye Mungu kwenye uchumi. Usimdanganye hata huyo mtumishi ambaye anakuongoza kiroho, maadamu ameitwa na Mungu. Maadamu ameitwa na Mungu aliye hai katika jina la Yesu, usimdanganye. Kwa sababu kama ni Roho wa Mungu amesema ndani yake, anakuongoza wewe, amesema na wewe. Kama kuna jambo litakiwa ufanye, utekeleze. Lifanywe au utekeleze. Wewe mwenyewe ndio mtekelezaji. Usikwepe hilo kulitenda. Lifanye mara moja. Na kama kuna sehemu ulifanya makosa, karekebishe mara moja. Omba toba, ingia kurekebisha, usimdanganye Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti na kuambia Roho wa Mungu ni Mungu. Palipo na Roho wa Mungu panawezekana. Palipo na Roho wa Mungu pana amani. Jitahidi sana kwamba kumjua Mungu kuna mhitaji pia Yesu Kristo wa Nazareti. Hii Roho Mtakatifu aje ndani yako, afanye kazi ndani yako. Kuna mambo matatu nitakuelezea. Matatu aanze kufanya kazi ndani yako. Kwanza kabisa, omba toba. Kama unashindwa neno toba, unashindwa kuelewa vizuri, pia tumia neno rehema. Rehema au toba ni maneno ambayo yanafanana. Wakati mwingine nitaelezea kwa kama vile yanafanana, lakini la rehema lina ukubwa wake. Toba, omba toba au omba rehema.
kwa ajili ya mambo matatu: moja, dhambi; mbili, kutotii neno la Mungu, kutotii neno la Mungu; tatu, uzembe. Omba toba kwa ajili ya mambo hayo matatu: dhambi, uzembe, kutotii neno la Mungu. Tumia muda mwingi kuomba toba, alafu na utakaso kwa damu Yesu. Yaani Mungu asamehe na damu ya Yesu isafishe, itakase, ioshe na ing'arishe kwenye moyo wako, nafsi na mwili. Damu Yesu. Tumia, kadri utakavyotumia muda mwingi, ndipo ambapo utampa nafasi Roho Mtakatifu kujidhihirisha kwako ndani yako na kuelewana na ule msukumo ambao atakuwa anaachilia ndani yako. Kama umebarikiwa na hili somo, na kuambia tekeleza mara moja. Mungu akubariki sana. Kama hujaokoka, nikwambie njoo kwa Yesu. Yesu ni mzuri sana. Nakwambia kama hujaokoka, hivi sasa nikuongoze sala ya toba. Sema: Mungu, naomba unisamehe. Kwanza ninashukuru kwa damu iliyomwagika msalabani, kwa damu ya Yesu, damu yako Mungu iliyomwagika msalabani. Ninakushukuru sana kwa ile damu. Nami hivi sasa ninatubu dhambi zangu zote. Ninaomba Baba mbinguni, hivi sasa Roho wako Mtakatifu aingie ndani ya moyo wangu. Ninatubu dhambi zangu. Ninaamini Yesu Kristo wa Nazareti alikufa, aliteseka kwanza, akafa kwa sababu ya dhambi zangu, na alifufuka, yuko hai hivi sasa huyu Yesu, ili mimi niwe na uzima wa milele. Mimi hapa ninaamini na kutamka, Yesu, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Asante Mungu Baba wa mbinguni kwa kuniokoa. Kuanzia sasa endelea kujifunza, kaa karibu na watu ambao wameshampokea Yesu, ili uendelee kujifunza neno la Mungu. Nimekusomea kidogo kuhusu Matendo ya Mitume sura ya 5. Nenda kasome zaidi sura ya 5. Ina mistari sio mingi sana, sio mingi sana. Nikiangalia hapa naona kwamba kuna mistari 42. Ina mistari 42. Lakini pana fundisho kubwa sana la kumjua Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni muumbaji. Nimeendelea na hili somo la Roho Mtakatifu. Lina neema kubwa sana unapolijua. Lina neema kubwa sana kwa sababu mwanadamu unatakiwa uongozwe na Roho Mtakatifu. Mungu anawatumia wanadamu, anaongea na wanadamu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu inabidi apewe nafasi. Kumbuka mambo matatu. Roho Mtakatifu apate nafasi ya kuingia na kutamalaki ndani ya moyo wako. Mambo matatu kumbuka. Omba toba kwa ajili ya dhambi, uzembe, kutotii neno lako. Kadri unavyotumia muda mwingi, kwa mfano, mimi nikitumia masaa 3 kuomba jua swala hilo, hatuwezi tukafana na anayetumia dakika 5. Na unaweza kusema ngumu. Inawezekana wewe unashiriki michezo, mpira wa miguu, unaangalia dakika 45. Hebu jaribu, anza na dakika 5, dakika 10, endelea. Kisha dakika 45 kwa ajili ya kuomba toba kwa ajili ya hayo mambo matatu. Na kuambia utaona upekee wa wewe kuwasiliana na Mungu na udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani yako. Itapendeza sana ukifanya maombi haya usiku. Ukifanya maombi haya kabla ya kulala. Itapendeza sana ukiomba haya maombi katika eneo tulivu. Mungu aliye hai akubariki. Ninakuombea. Baba mbinguni, katika jina la Yesu, umbariki huyu anayesikiliza haya, akapate kusambaza kwa wengine na akawe baraka kwa watu wote. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ubarikiwe. Hai, tukutane wakati mwingine. Masomo yanaendelea. Somo la Roho Mtakatifu na mengine yatakuja mengi. Tukutane hapo. Kumradhi, tukutane Channel Television. Channel Television. Channel yangu ya television. Channel Television inayoitwa kumradhi, Yehova Television. Yehova Television. Tukutane hapo Yehova Television na masomo ya aina mbalimbali. Amen.